Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako mama? Aya ipi siri yako mama? Siri yako. Aya ipi siri yako? Siri yako mama, siri yako. Siri yako, siri yako. Siri yako, siri yako, siri yako. Kila mtu yeye, siri yako. Kampata lake hiyo, nimekuacha si mke wangu. Tena akataka kumtimua na makofi. Kwa sababu ipi? Yote ni wewe. Yaani yule bwana Ngokwe, sijui kama alikuwa ikula kwenu kusema baba umemroga, lakini hana mazoea kuja kula hapa. Lakini tuwe kachanganyikiwa kabisa. Mimi nataka somoe, ndiye aliye taipu yangu. Basi akamwacha mkeo kakashifa sikutaki unanuka sijui ni vurugu. Niliingia kati kuamulizia ikashindikana. Sasa kinachoniuma mimi si hicho cha yeye kumwacha mkewe. Ni vile maneno yanavyoenea mtaani. Ujue sumu inaanza taratibu. Nilikuwa pale maofisa ya serikali mtaa jana. Nasikia wazee vijana wanasema mtoto mbaya yule. Mtoto aliyezaliwa katika mishipa ya Kiislamu na mifupa ya Kiislamu, damu ya Kiislamu kwa baba na kwa mama, anakubalije kuachanisha ndoa za watu? Kwa mtani wanajua kila kitu ni mimi. Kila mahala na itazunguka itafika mpaka kwenu. Jambo hilo mimi siwezi kubaliana nalo kabisa. Sasa nikasema nikufuate, nikupe ushauri wangu, kama utaukubali itakuwa vizuri. Yaani hiyo itasaidia. Yeye mwenyewe Ngokwe atakutakasa. Na mimi nitashiriki sana kuona kwamba wewe huchafukie. Nilikuwa natamani umpigie Ngokwe simu. Ukimpigia Ngokwe simu, umwambie habari gani baada ya salamu? Bwana, hebu hizi habari zikoje, nasikia umemwacha mkeo. Atajibu ndio, kwa sababu yangu mimi. Ndio. Nimemwacha kwa sababu niwe na wewe. Mwambie sasa, sikiliza. Kama unanitaka mrudie mkeo, na mimi ndio nitakubali unioe. Nimekubali kuwa wewe una mapenzi kwangu. Yaani hapo maneno unasema wewe sasa ujue. Yule atajaa katika mfumo, basi madu ujitakase. Uko mbele atakuja ukimkataa tutajua huko mbele kwa mbele bwana. Hivi umenielewa sijui. Hodi. Karibu. Mama Mali. Oh, karibu. Mzee Mwambata. Karibu, asante. Karibu. Asante. Karibu. Habari za nyumbani? Salama, habari za hapa? Salama tu, kwema. Kwema. Mama Omari. Rebeka. Hivi huyu kijana wetu Omari yuko sawa kweli? Omari mwanangu yuko sawa? Hapana. Omari hayuko sawa. Omari nilikutana naye. Akawa ananizomea. Huyo. Sasa yule Yanga, mimi Simba, nikajua mambo yetu ya mpira. Unaona? Lakini alichokifanya leo, audhu billahi bin dhalika. Omari amefika nyumbani kwangu. Ameenda bandani kwangu. Akafungua banda, akachukua kuku akaenda naye chooni. Kisha akamrudisha yule kuku bandani, akafunga banda akaondoka. Mimi niko ndani. Vyote hivyo kwa nafanya na viona. Mamali, nimekuja hapa kwa wewe mzazi mwenzangu tuliocheza pamoja na kukua pamoja. Mama Omari. Rebeka. Omari namjua tangu kuzaliwa kwake na makuzi wake. Omari
hayuko sawa. Shikamoo baba. Marahaba. Nini kinaendelea? Chozi, pole kwa hali kukuta. Asante Kudura, nashukuru. Hivyo unahisi haya yote yanasababishwa na nini? Kikweli mimi sijui. Yaani mimi sielewi kwa nini haya yote yanatokea. Hivi unahisi kwamba wewe ni fungu la kukosa? Labda mimi nimeumbiwa kukosa. Hapana Chozi. Mungu humpa mtu alomkusudia. Chozi, ukiona hivyo, ujue Mungu hajakukusudia kuolewa na Bwana Waridi. Huenda Mungu kusudio lake mimi ni kuoa wewe Chozi. Yaani unamaanisha nipige simu sasa hivi? Mpigie hapo sasa hivi. Shukuru Mungu umekubali swala hilo. Itina anashinda na Juba tu, kumbe leo afaa yule afiliti. Yaani umechafua kweli. Jisafishe. Piga simu sasa hivi. Napige. Wewe mpigie. Halo? Salamu alaykum. Wa alaykum salam Somoe. Habari? Kwema, samahani. Ni kweli umemwacha mkeo? Mke wangu? Nishachana naye. Kwa sababu ipi? Ili nikuoe. Ili nikuoe wewe Somoe. Ngokwe. Nisikilize. Naomba umrudie mkeo. Sasa nikimrudia force sasa utakubali kweli kuolewa na mimi Somoe? Ndio. Kweli? Ndio, utanioa mke wa pili. Sasa ngoja basi ndio haya nakurudia sasa hivi. Sawa. Jamani. Kwa dunia inakwenda kizungurukuti. Mimi shida yangu sasa utakasike. Uwezi chafuka, si tuko hapa wajomba zako tukubali wewe ushemeji. Ushemeji wa kishamba, ushemeji gani? Nilikuja kuambia mama yako juu ya matukio ya kakako. Omari leo alikuja nyumbani kwangu. Aliingia bandani akachukua kuku wangu akaenda naye chooni kisha akamrejesha bandani. Baba, watu kibao mtaani wanalalamikia marafiki zangu, lakini baba, mama nilishakuja kumwambia, hajawahi kuonyesha ushirikiano wa aina yoyote. Mama anamwambia mama Omari anafanya vitu vya ajabu, hata analalamikia mimi, lakini mama hanionyesha ushirikiano. Bora hata baba umekuja mkubwa mwenzake anaweza kukuelewa mama. Wewe kelele hapa. Hivi wewe? Kwani unapenda sana mambo kuingilia tu? Wewe. Omari, Waswahili husema kila mficha malazi kilio humfichua. Na kila mwang'ania mzigo wenye kutoa na kichwani, kipala kinamota. Omari, mimi nimekuja kwa wema. Wewe ndugu yangu. Tumekuwa pamoja. Hili jambo alolifanya mtoto angelifanya kwa mtu mwingine, hiyo ni kesi. Kweli baba. Na kila mwang'ania mzigo wa kutoona ubakiwa na kipala, huo ni unyanyasaji wa wanyama. Ni kuahidi tu kwamba ile jambo itakuwa siri yangu. Mzee Mwambata. Naam. Mimi nashukuru kwa kuja kuniambia hilo swala. Lakini mwanangu mimi mbona iko sawa? Labda mama Omari nikwambie. Mimi sijaja hapa kujenga mtafaruku. Nimekuja kwa ajili ya kuambia mwenendo wa mwanetu. Au mwanetu siku hizi ameanza kutumia yale majani yanayofanana na majani ya figiwa. Hebu angalia leo hii. Yule rafiki yako ambao ulimwamini, umecheza naye, umekula naye, amekuja kukusaliti, tayari kaolewa na Bwana Waridi. Fikiria mara 2 mara 3 mpaka 100. Ninavyozungumza mimi nakupenda, mimi namaanisha Chozi. Naomba leo niongee kwa herufi kubwa, sio kwa herufi ndogo. Nakupenda Chozi.
Yaani unajua wewe Kudula unielewi. Mimi siwezi. Yaani hiki kitu hakiwezekani kabisa. Chozi, wewe nishakuona sasa. Unataka sababisha nisiende msikitini kabisa. Yaani nisiuone msikiti hata kidogo. Ndio maana yako, si ndio? Hapana Kudula. Naomba unielewe basi, elewa ninachomaanisha. Mimi siwezi kutengeneza mahusiano na wewe. Moyo wangu unadhoofika kuona wewe unavyokataa. Naumia sana. Leo tungekubali sasa hivi tungekuwa tushaoana. Tupo ndani tumetulia. Tunasubiri mtoto tumpeleke shule nursery school Islamic. Asante Kudula, nashukuru. Sijamaliza. Unasikia? Ulia hii bwana eleweki. Babaji, pokea simu. Bora umelitengeneza hivi. Itakavyotokea huko mbele, vyote tutajua namna ya kufanya. Huyo hapo. Huyo. Swaiba. Bwana babaji. Kwa metandika kimswala hapa nilale maki nimpiga ugali basi najisikia kama uchovu wa usingizi. Njoo sasa. Wewe uko wapi? Uko nyumbani? Njoo twende sehemu sasa hivi. Basi bila shaka zitakuwa habari njema kweli hilo. Ukitema mate yakauki niko hapo. Aya, adui kuka shakamatwa. Twende. Sio unaona? Huyu kanipigia. Kathibitisha kweli. Sasa hapa kitakachotokea mbele tutajua mimi na wewe cha kufanya. Hapa navyoenda mimi ninachofanya sasa hivi ni kwenda kuzima moto. Nashukuru sana. Haya. Basi sawa. Huko ndani Kaumali ana siku 2 hajarudi. Lakini mama anamwambia hanionyeshe ushirikiano wote na anakuwa mkali swala juu ya hili swala. Naomba jaribu kuongea na mama kwa sababu mgongo wake anaweza kukuelewa, lakini mimi naona ananizalau. Na yeye hapa ndo mzazi wetu alobaki. Hivi wewe, kwani unapenda kuingilia mambo ya wakubwa asokuhusu? Unapenda mambo pelelezi tu, kupeleleza. Mama, mimi sijaja hapa kwa ajili ya mtafaulu. Nilikuja kwa hilo jambo na kwa sababu sisi wote ni wazazi, nilijua labda ni sehemu ya kufanya na kupata nafasi ya kukagua, kujua mwenendo wa mtoto. Baada hapo mimi naomba nikuage, nasema asante sana. Mzee Mwambata. Naam. Mimi nashukuru. Asante, kila la heri. Baba asante. We mtoto wewe mwamgeni, usipende kufuatilia maneno ya wakubwa wakiwa wanazungumza. Tizame kwanza mpelelezi mkubwa wewe. Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako mama? Aya, ipi siri yako mama? Siri yako. Ipi siri yako? Siri yako. Kila mtu asili yako, kila mtu asili yako. Siri yako. Kila mtu yeye. Siri yako. Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako? Kila mtu asili yake, moyoni mwake ipi siri yako mama? Aya, ipi siri yako mama? Siri yako. Ipi siri yako? Siri yako. Kila mtu asili yako, kila mtu asili yako. Siri yako. Kila mtu yeye.